Huyo ni Crescentius Maguru, umemsikia. Tuachane na yale aliyozungumza. Amezungumza mambo mengi na mengine tutakuja kwa sababu ndo tumeanza. Lakini Jessica, tuende kwenye mechi. Jemedari alikuwa ameshazungumza na swali langu lilikuwa linafuata kwa Hans. Waarabu walionekana kama wametengeneza sehemu ndogo ya kuchezea kipindi cha kwanza, kwa maana kuwafanya Simba wasipate mwanya wa kuweza kupata mabao ya mapema, na Simba waliweza kufanikiwa. Lakini kipindi cha pili Mwarabu akaanza kufunguka akiwa na imani kwamba Simba wanatafuta bao moja, lakini na wao wana uwezo wa kupata bao la ugenini ili kutengeneza mechi kuendelea kuwa ngumu. Kufunguka kwa Waarabu, wengine tulidhani sasa ni nafasi kwa Simba kuona nafasi kubwa zaidi ya kuchezea mpira ili angalau waweze kuongeza mabao mengine, lakini ikashindikana. Changamoto ilikuwa ni nini kiufundi? Well, ni game ambayo kama Jemedari ambavyo amezungumza, kwanza hali ya picha haikuwa kwenye ubora wake. Kuna sehemu kulikuwa kuna maji, kwa hiyo kuna muda unapiga pass unajikuta imekuwa blind pass, kwa maana ya pass kipofu haifiki. Kwa hiyo kulikuwa kuna tahadhari nyingi sana. Uwe ni beki, uwe ni kiungo mshambuliaji, ukipigiwa pass unatakiwa kuitrack kwa 100% kwa sababu inaweza kufika au isifike. Plani ilibaki pale pale kwa Al Masry kwamba tunafinya uwanja kwa idadi kubwa sana ya wachezaji. Of course walikuwa na ma center back watatu na ma wing back wawili, lakini muda mwingi sana walikuwa wanazuia na huo mstari wa walinzi watano, kwa maana ya back 5. And then mbele yao kulikuwa kuna viungo watatu ambao walikuwa wana energy zaidi kwa ajili ya kublock mipira inayotoka kwa kina Ngoma na Kagoma kwenye eneo la midfield. And then mbele walimaliza na washambuliaji wawili, kwa maana ya Salam Hussein na Digemon, ambaye jana kwa namna moja ama nyingine alikuwa anawapa kashikashi, na hususa first half walinzi wa Simba, kwa sababu alienda mara mbili, lakini Kamara ilibidi afanye kazi ya ziada kuweza kusave yale mashuti. Na nadhani ndo big chances mbili ambazo walikuwa nazo Masry, lakini Kamara aliweza kudili nazo vizuri na kuweza kuiokoa Simba. Kwenye game ya kwanza tuliona Simba wakiwa kwenye mfumo wao wa 4-2-3-1, kwa maana ya walinzi wanne, viungo wawili wa chini, lakini pia viungo watatu washambuliaji na mshambuliaji mmoja alianza Ateba. Na tulichokiona zaidi, kwa sababu Fadu alijua yuko away na anacheza na timu ambayo ni nzuri kwenye counter attack, so alihitaji kuwa na rest defense ya wachezaji wengi kwa namna moja ama nyingine, na hususa dakika 60 za kwanza. Simba ya away kipindi cha kwanza tulikuwa tunashuhudia wakiwa wanaanza kujenga mashambulizi, Kapombe na Zimbo walikuwa hawapandi sana, yani wanasogea kwenye mid third eneo hili hapa, and then wanakuwa sambamba na ma center back wawili, and then mbele yao utakuta viungo wawili wazuiaji akina Kagoma na Ngoma. Kwa hiyo tulikuwa tunaiona rest defense hiyo ambayo ilikuwa na wachezaji 6 katika game ya kwanza kule Misri. Lakini kwenye mechi nyingine za msimu huu tumekuwa tunaona Simba wanacheza na asymmetrical 4-2-3-1. Mara nyingi sana utakuta ni Kapombe anaruhusiwa, Zimbo anabaki wakati timu inaanza kujenga mashambulizi. And then mpira ukishafika kwenye phase ya pili ambayo ni progression, Zimbo naye anafunga safari kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo inakuwa kama asymmetrical 4-2-3-1. Lakini jana kulikuwa kuna utofauti, kwa sababu Fadu alijua timu iko nyuma kwa magoli 2-0, lazima ariski baadhi ya moment kuweza kuongeza idadi kubwa ya watu kwenye zoni ya Masry. Na kwa sababu Masry walikuwa wanacheza na mabeki watano nyuma, alichokihitaji ni kuwa match hawa watu watano, you see. Kwa tulikuwa tunashuhudia hapa Mkwala ambaye alianza anacheza kwenye half space katikati ya center back wa kushoto na center back wa katikati hapa kwenye hii half space hapa, eneo hili hapa. And then Jean Shalea huwa ambaye muda mwingi tumezoea yeye, Kibu na Mpanzu wao wanacheza nyuma ya Mkwala, tunasema in between kwenye haya maeneo. Jana ilikuwa ni tofauti. Badala yake Jean Shalea huwa alikuwa anaombea zaidi mipira kwenye half space ya pili katikati ya center back huyu wa kulia na center back wa katikati. Kwa hiyo katikati ya ma center back watatu wa Masry kulikuwa kuna washambuliaji wawili wa Simba. Sasa tumezoea Mpanzu na kuungana na Aua nyuma. Jana mwalimu alihitaji kuimatch back 5. Tulichokuwa tunashuhudia ni Kip Dennis alikuwa anaombea mipira kwenye half space hii hapa ya kushoto katikati ya wing back na center back wa kushoto. And then Mpanzu naye alikuwa anaombea kwenye hii half space katikati ya center back wa kulia na full back wa kulia. Kwa hiyo ukitazama kwenye hii back 5 ya Masry kulikuwa kuna wachezaji watano wa Simba ambao walikuwa wanaomba mipira. Wanne ambao walikuwa wanaomba mipira kwenye haya maeneo. Ni nini? Ni kwa sababu mwalimu aliamini zinaweza zikapigwa penetration kutoka kwa Ngoma na Kagoma
zije zikute idadi kubwa ya wachezaji hapa na waweze kufanya vitu vinatokea. Kwa hiyo nini kilikuwa kinatokea? Kapombe utamkuta ame-overlap, Zimbwe naye utamkuta ame-overlap kwenye haya maeneo. Simba nyuma wanabaki na rest defense ya wachezaji wanne. Na hao wanne, Kagoma na Ngoma kuna muda nao walikuwa wanasogea juu zaidi kwa sababu hawa namba 10 watatu tayari wameingia kwenye half space. Kwa nyuma Simba wanabaki zaidi na center back wawili. Ndio maana first half kwenye ile mipira mirefu ambayo ilikuwa inapigwa kwa Salam Hussein na yule Degemon ilikuwa inawapa sana shida Simba. Kuna moja ilipigwa ikabidi Shamo Karabu aende upande wa kushoto huku kwa sababu Simba alikuwa ame-overlap. Kwa bahati mbaya ile pass alikosa, akaenda kuteleza, Degemoni akiingia kwenye box akaenda kukeve far post, Kamara akasave. Nadhani unalikumbuka vizuri ile shambulizi. Ni kwa sababu mafullback muda mwingi sana walikuwa wako juu zaidi kushambulia. Kwa hiyo nyuma wanabaki center back hawa wawili. Na ni kwa sababu mwalimu alijua muda mwingi sana Masili watakuwa nyuma ya mpira. Kwa hiyo hata wakishambulia hawatakuwa na idadi kubwa sana ya washambuliaji. Goli limetokea ni kwa sababu Simba walikuwa wametengeneza overload kwenye zone ya Masili. Mpanzu ni uwezo binafsi. So ukitazama amereceive mpira kwenye hili eneo and then alichokifanya ni kama alikuwa na cutting kwenda kukeve maybe far post, lakini pale akachange direction, akaturn, akamtambuka back and then akaenda kupiga shoot ambalo liliingia near post. Goli la kwanza likawa limetokea. Goli la pili brilliant kwa sababu zilihitajika pasi 5. Unaweza ukatazama Zimbo amepokea mpira mstari wa katikati, amesogea mbele zaidi, amempasia Jean Charles Ahoua ambaye alikuwa kwenye half space. Jean Charles Ahoua ameweka kwa Mpanzu pembeni, Mpanzu amerudisha kwa Zimbwe, Zimbwe amepiga cross kwa Mkwala ambaye alikuwa na center back watatu, lakini kwa sababu ni dominant hewani ameruka na kile kichwa amekidundisha. Kwa hiyo wakati goalkeeper anaruka alishindwa kusave kwa sababu ule mpira ulifanyaje, ulidunda. Goli la pili likawa limepatikana. So brilliant performance kutoka kwa Simba first half. Magoli mawili yalipatikana na wakawa wamerudi kwenye game. Second half, nadhani hapa ndo Mwarabu sasa aliona okay, tayari tuko nyuma magoli 2-0. Tunachohitaji zaidi ni kujaribu kuwachanganya Simba. Tutapoteza mpira, tutajiangusha, na mchezaji akianguka lazima tumprotect. Ikafika hatua sasa Simba wanatuma wale msalaba mwekundu wanaingia uwanjani, lakini kila wakitaka kumzoa mchezaji, wachezaji wa Masili wanazingira kuzuia ili mchezaji apoteze muda. I think tuliona mpaka dakika 10 zinafanyaje, zinaongezwa. Kitendo cha kuwa wanajiangusha kilikuwa kina slow mchezo. Kwa sababu kila mkijaribu kutengeneza shambulizi nyeni Simba, mnahitaji shambulizi likamilika. Kila kuta watu wanajiangusha, mnapoa, ukija kurigeni tena unajiangusha. That's why tuliona mechi inamalizika 2-2. Crown Media. Hapa ni nyumbani.